Jamani, Yesu asifiwe. Tuanze kipengele cha kwanza kabisa katika uamsho, ni kuondoa mapoozo nyumbani mwa Mungu. Operation ondoa mapooza nyumbani mwa Bwana. Kama tunataka uamsho, lazima tutoe mapooza. Mapooza ni juu ya maisha yetu ya kiroho. Kuna watu wameganda hawajapoa, wameganda. Hao kanisa kuna kupoa. Sasa huyu ameganda. Najua hii ni watu wawili tofauti hapo. Nasema fulani amepoa, lakini mwingine ameganda, yuko kwenye deep freezer. Hata upige ngumi namna gani azinduki. Tutaimba nyimbo hapa mpaka tutachanganyikiwa. Namshukuru wewe mwimbaji, si uko pale. Bwana ni huyo. Ameimba vizuri sana na sauti yake ya baragumu. Ile sauti ya baragumu inakuarati. Lakini kuna watu wamepoa, watu wameganda. Sikiliza nikwambie, ukitaka uone Mungu anatembea juu yako, kwenye kitabu kile cha Yohana mlango wa 4. Si nipate msomaji mmoja anisaidie kusoma. Anzie mstari wa 22. Halafu ashuke pale. Tajisikia vizuri sana. Pate msomaji. Jamani, hivi ndio tunakwenda. Tunataka urejesho wa amsho juu ya kanisa na taifa. Operation ondoa mapoozo juu ya nyumba ya Bwana. Nani atafanya? Ni wewe na mimi. Vitu ambavyo vinaleta madhara ili tusione mpenyo wa Mungu lazima vitoke. Naomba nisomee Yohana 4. Nisaidie mtumishi wa Mungu. Anzia mstari ule wa 20, nafikiri nitaenda vizuri. Yohana mtakatifu, mwanafunzi wa Yesu aliyekaga kifuani mwa Bwana, aliokoka akiwa kijana mdogo kama mimi, na mimi nilikuwa bado mbichi. Tuendelee. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu sura ile ya 4 mstari ule wa 22. Maandiko yanasema, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa nini? Wokovu unatoka kwa Wayahudi. Tuendelee. Lakini saa inakuja. Hapo sasa ndio msingi wangu naotaka kuzungumza. Hiyo saa hiyo, Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo. Saa inakuja. Maana yake hawa jamaa walikuwa kwenye mapozo, wanasali, wako tu kwenye imani ya Kiyahudi. Sasa Yesu anajitambulisha kwao bila wao kujua. Saa inakuja, anajimana saa ni yeye, na saa ipo ni yeye. Yule mama Msamaria hakuwa Myahudi tu, alikuwa chotara wa Kiyahudi na kimataifa. Leo tuna Wakristo machotara, maafkasti wa kiroho. Hawa wanasumbua kanisa hawa. Machotara wengi. Yuko 50-50 duniani. Kanisani yuko. Yaani yeye ni chotara wa kiroho. Hebu mwambie jirani yako usiwe chotara. Rudia tena, kazi ya uso, mwambie usiwe chotara. Haya, tuendelee. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi. Saa inakuja, anajitambulisha yeye mwenyewe. Na saa ipo ni yeye mwenyewe. Anaanza kuintroduce ibada. Ana introduce wokovu. Tena ameupeleka kwa wa mataifa. Msamaria hakuwa na haki ya kupata ujumbe huu mzito. Ujumbe mzito ulitakiwa awape akina Yohana, awape akina Petro, awape akina nani. Lakini mwanaume hana ubaguzi. Anapenya kia sema, bwana ile ni shakata ya shauri bwana. Usiseme tena hiyo leo. Nikataka shauri. Nakushia. Alafu leo wakati nakuja hapa nikakumbusha ile ni shakata shauri. Tuendelee. Ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao. Anasema saa inakuja, saa ipo, watakaomwabudu huyu Yesu wa Israeli watamwabudu katika roho na kweli. Endelea pale chini. Mstari wa 24 anasema,
Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hii sentence jamani haina hiari. Ukifuatilia tu hii sentence haisemi jamani mnapendeje jamani, au mniabudu mimi katika roho na kweli, au hiari yenu kitaka tu mniabudu katika akili na utaratibu na mpangilio fanya hivi, au lakini mnaweza mkaabudu katika roho. Ndio sentence inasema hivi. Waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yaani hiyo ina amri ndani. Mungu ni roho. Tunataka matengenezo jamani, matengenezo. Ukisoma kule chini anasemaje? Ukisoma habari za huyo mama anapoendelea hebu shuka tena tuendelee pale. Muangalia huyu mwanamke alikuwa na kiu huyu. Alafu huyu mwanamke jamani, huyu mwanamke hakuwa kama sisi, alikuwa kahaba. Na sifa zake zilikuwa mbaya. Mwae kusoma sifa hizo? Wangapi wamesoma sifa za huyu mwanamke? Wachache. Alikuwa ana nyumba ndogo. Wanaume hawa 5. Hata kwenye ile ndoa niliyoisikia kule Kenya haifanani na huyu mama. Wewe kusikia ndoa Kenya. Wanaume 5 hawajuani. Anawaweka kwenye ratiba hawajuani. Alafu ni wanaume halali. Unajua zile pepo zikimvaa mtu anaweza akamuingiza mtu sasa, alafu akamzungusha mwingine kama na mlango, akamleta mwingine anamtoa nje. Zile ni pepo. Huyu hawezi kuona kinachoendelea. Unajua roho za ukaba ni hatari. Hata sisi wakati wa ujana tulivamiwa na hayo. Tunapoishi leo tunapojitunza mpaka tunamshangaa Mungu. Kwa sababu wakati wa utoto wetu tulicheza vibaya. Lakini miaka 39 bila kucheza na dunia sio mchezo. Mwakani nafanya birthday yangu ya wokovu. Uje mnitolee na ulete na zawadi. Unasikia? Miaka 40 kadi kutembea na Yesu bila kugusa mama mwingine zaidi ya mke. Miaka 40. Kwa nini sijipongeze mwenyewe? Endelea hapo mwanangu. Mstari wa 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Mimi najua anakuja Masihi. Anayezungumza naye ni Masihi. Sasa anaanza kumpiga shule Masihi. Mimi hayo unazungumza, najua anakuja Masihi. Kwa sababu huyo mwanamke inaonekana alikuwa msomaji wa Gongo. Alijua majira na nyakati. Anasema hayo unaosema ni kweli najua. Najua anakuja Masihi. Endelea hapa. Anasema naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Akija huyo Masihi ambaye ni Yesu ndio atakayetufunulia mambo hayo yote. Tuendelee, bado kuna utamu hapo mbele. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Alipomaliza kusema hayo, kahaba, jamani kahaba, wanaume 5. Na jana yake kabla hajaje kisimani, sio alilala nao wangapi? Yaani Yesu hana upendeleo jamani. Mimi unajua alinikuta nikiwa mbui. Mimi nimeokoka nikiwa niko mbui. Sio mbui kala, yani zaidi ya mbui. Niko njwe. Alafu ndio yani unajua wakati wote tunaokoka niko tu nyanga. Alafu Yesu nisaidie, unalia tu unalia, unajua la mlevi akilia unaweza kufikiri roho Bwana yupo, mlevi analia. Watu wasema toacha huyo. Leo vibaya. Wasivamia pombe wakiwa wadogo. Kumbe mimi mwenzao niko kwenye wakati mgumu. Ndani Yesu anagonga hodi kwa nguvu. Anambia mwanangu ukiendelea unakufa. Hapo ndo na miaka 23 naelekea kwenye 24. Yaani kufika 24 niko vizuri tu na Yesu. Mpaka umri huu. Usifanye mchezo. Jamani mnitengenezege mazawadi. Mwakani. Tena msiniletee zawadi zile za kichina. Unanielewa? Tafanya birthday kubwa ya wokovu. Mnitengenezee zawadi. Mnanisikia? Hata suti kama hizi navaaga na viatu. Siku hizi ni kujisemelea mapema. Maana ya mambo ya kuja ukishakufa ndio analeta na blanketi, alitulea. Unanisikia sifu? Hayo ndio siyataka. Mnaanza kuja alitulea, alikuwa baba yetu mzuri wa kiroho, nina na mablanketi, alafu naanza matatu pwa. Hapana, usiletee blanketi nikiwa nimelala. Peleka huko, nataka sasa hivi nikiwa mzima.
nakudai. Endelea. Mstari wa 27. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Walishangaa. Yesu anasema na mwanamke. Kuna mistari fulani kwa kule chini anapokwenda kupeleka injili kwa Wasamaria. Sio mstari wa hapo chini. Hebu shuka kidogo. Jamani, Yesu. Mstari wa 28. Unasema? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini akawaambia watu. Na hakuwa na maadili, kwa sababu mwanamke wa hovyo saa 6 mchana anaenda kuchota maji. Jamani, hata desturi tu. Kwa kawaida mwanamke kila kitu asubuhi kimeshakaa vizuri. Unamkuta mwanamke saa 6 anaenda kuchota maji. Unasema, huyu ni waajabu. Kichwani ziawela ziapunga injele na zimo. Endelea. Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote. Akaanza kuhubiri Samaria. Njooni mtazame mtu ambaye ameniambia mambo vipi? Mambo yangu yote. Mambo yangu yote niliyoyatenda. Ndio maana Yesu jamani akija, hata amekuja sasa hivi, atatuweka wazi baada ya dakika chache. Hata mambo ya siri yatakuwa wazi. Hata mimi wakati wanahubiri hivyo nikakuta utafikia ndio ili mimi. Yaani yule mhubiri waliponipeleka kwenye mkutano, mhubiri akinyosha mkono hivi, nakuta ananisema mimi. Anasema unapenda niseme? Wanasema amen. Vijana wenzio wako hivyo, wewe unabugia pombe na mbinguni huendi. Na hivi basi bila unasikia wewe ni mlevi sana, tena macho yako juu. Akinyosha mkono hivi ni kama ameninyoshea mimi. Kwa hiyo mimi nilikuwa natubu, nilitubu mkutano ule kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili na tubu. Akisema wangapi wanataka kuokoka, mimi niko mbele. Wananiongoza sana toba, narudi tena. Kesho anasema vile mambo mengine. Mawazo yako vibaya, umejaa tamaa mbaya. Kila unayemwona unataka awe wa kwako, hata mrefu unataka awe. Wangapi wanataka kutubu, mimi nakimbia mbele. Jamani, wengine dhambi zilikuwa nyingi, tulitubu sana. Ndio maana Yesu alituhurumia na kusikwa jina la Bwana majeshi ya Israeli. Hebu badilisha tazamo yako, tembea na Mungu. Nataka nikwambie, yule mama unaweza ukakaa mtumishi wa Mungu, alihubiri Samaria kwa muda mchache. Wasamaria wakatubu. Nguvu ikashuka ndani ya watu wasiomcha Mungu, pagani. Na waambia ndugu zangu, nimekuja kwenye kongamano hili. Ukitoka kwenye kongamano hili, kabadilishe mfumo nyumbani. Hata nyumbani kama unakozoea, familia wajue umeokoka. Katika mtaa wajue umeokoka. Pale unafanya biashara wajue kama umeokoka. Ndugu zako watambue mama huyu haigizi, ana Yesu wa kweli. Ndoa mapoza. Kuna matabia mengine sasa hivi ni kushughulikia kutoa. Sio mpaka waje wahubiri wenye kuruka sarakasi. Toa tabia mbaya. Tubu, toa tabia mbaya. Kama ni mzushi, toa uzushi wako. Na nisikia? Kama vile na wewe una michepuko. Unajua kuna watu ukihubiri haleluya, lakini ana mchepuko. Halafu sasa hivi dhambi imewavamia wamama. Mimi sikuwa najua. Tulikuwa tunaona ni wanaume. Wamama nao siku hizo wamevamiwa na dhambi. Tofauti na wamama wa zamani. Vitu vya ajabu. Na wamama kanisani. Kuna vipengele katika kuondoa mapoza. Kipengele cha kwanza kinasemaje? Kumrudia Mungu kwa viwango vyake na kutunza uhusiano wake na Mungu. Yaani lazima tumrudie Mungu, tusishie kumrudia Mungu tu, tutunze viwango vyake. Kama tunataka revival, tunamrudia Mungu afu tunatunza viwango. Unanisikia vijana? Na msiseme jana sio rahisi kuokoka. Mimi niokoka kabla zamani. Kwa sababu kuna dhambi zingine kujiendekeza. Wewe uweze kuandika sema I love you my carpet wangu, my biscuit wangu bani. Kila mtu my biscuit wangu. Kaingia kwenye shida sasa. Ndaga Yesu. Lazima turudi kwa toba. Halafu tunarudi kwa toba kama Ninawi walivyotubu. Mnanisikia? Tunarudi kwa toba, tunamrudia Mungu kwa viwango vyake. Tena baada ya kurudi tunatunza uhusiano wake na sisi. Tunatunzaje? Kuikataa dhambi kwa gharama yoyote ile. Mnanisikia vijana, mabinti, unatafuta kazi, usionge mwili wako kwa ajili ya kupata kazi. Umesoma, una profession yako, Mungu atakutokea kesho kutwa. Usitoe mwili wako upate ajira. Alafu unasema ajira hii Mungu amenipa. Hapana, ajira chafu itakupa mambo machafu, itakupa mshahara mchafu,
vichafu, utakuwa na vitu vichafu. Nataka nikwambie, hata kama bosi anataka tembea nawe akupe kazi, achana na hiyo kazi.